pochi yangu kaka. Hujanipa pochi. Nisaidie turudi, nahisi nimeidondosha. Wapi tena? Nisaidie turudi tulipotoka kaka, pochi yangu. Asante sana kakangu, maana hii pochi nimeidondosha, ina vitu vingi sana vya muhimu. Asante sana. Usijali dadangu. Mima. Mbona mlango wenyewe umefungwa huu? Mima. Atakuwa kaenda wapi huyu? Mbona sio kawaida yake? Acha nisijaji sana, pengine ni wivu unanisumbua. Mume wangu, kwamba umesharudi? Nimesharudi ndio. Umetoka wapi? Na mbona hukuniambia kwamba utatoka? Nimetoka kumsalimia rafiki yangu, wala hata sio mbali. Unatambua muda wangu wa kuwa hapa. Mima, isije ikawa ndo ile michezo ya kuchezwa ngoma kwa jirani. Badala ichezwe ngoma linachezwa jambo. Michezo hiyo mimi mwenzako sihitaji. Mume wangu, usiniambie uniamini kiasi hicho. Sio kwamba sikuamini, ila najaribu kuweka msingi bora na imara wa familia yetu. Kwani wewe ni mwanamke pekee ambaye sihitaji kupoteza kwenye maisha yangu. Wana mimoyo mapigo yameshindwa kudunda, yamesimama mama. Unazania ni nini kitachotokea? Sotanizika mume wangu. Na pia nashukuru sana kwa kunijenga katika misingi bora ya familia yetu. Yaani huwezi amini, nimeota ndoto mbaya sana. Ndoto mbaya? Nimeota nimetoka kazini na rafiki yangu, alafu ghafla tu mbele yetu likatokea gari kubwa ambalo limenifanya niogope kwa sababu ilikuwa ni ajali. Hebu tulale. Hizi ni ndoto. Sawa? Mke wangu, ila hii ndoto imenitisha sana. Tulale. Hivi Mr. Nelson, mbona amenipigia simu na kuniita kwa haraka kiasi hichi? What is happening? Na sio kawaida yako. Bwana Juno. Ndio. Ni nini hasa ambacho ukijui? Angalau unajua situation ninayopitia kwa kipindi hichi. Nimekaa chini nikafikiria kwa kina jua lile wazo ulionipa. Lakini bado yani ninaona kwamba lile wazo haliwezi likanisaidia mimi nikasahau hichi ninachowaza. Wala hakiwezi nisaidia kitu chochote. Kwa sababu kumbuka wale ni wazazi wangu. Mimi siwezi enda kwenye kumbi za starehe huko. Ni sawa. Unataka kuniambia upi mtazamo wako kwa sasa au kipi ulichofikiri? Mimi naumia. Wale ni wazazi wangu kumbuka. Huwezi kuja ukaniambia leo eti twende kwenye kumbi za starehe. Mimi siwezi nikaenda nikastarehe. Angali najua kwamba ni wazazi wangu wale wamefariki. Nimekaa chini nikawaza na nikafikiria. Nikaja nikatambua akili yangu na fikra zangu haziwezi kuwa sawa bila kujua chanzo au ni sababu gani iliyosababisha wazazi wangu kupoteza maisha. Mr. Nelson. Naam. Uko sahihi. Mawazo yako ni mazuri sana. Lakini kumbuka unahitaji supporter ya kufanya vile. Mwenyewe huwezi kufanya kitu kama kile. Kweli. Unahitaji uwe na mtu ambao mwenye nguvu kidogo
namaanisha nguvu kwenye pande zote. Na kingine unahitaji mpelelezi atakayefuatilia chanzo hasa cha wazazi wako kufariki ni nini. Ndio. Na katika hilo labda nikutoe hofu. Ndio. Taungana na wewe pia. Na mimi ambacho nilikuwa naomba kwako ni support. Kwa sababu bila support yako naona siwezi fanya kitu chochote, kwa sababu Mr. Juno mimi nakuona kama ndugu wangu kabisa. Kama unatambua hilo. Una tatizo. Odi, karibu ndugu. Pita, mlango wazi. Asante. Odi, karibu. Vanessa, mambo. Vipi? Safi, za tangu jana tulivyoachana, maana ulichelewa so poa. Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Yalionikuta. Shoga yangu. Jana nilipotoka hapa kwako, nilipoenda nyumbani nikanikuta jambo. Sasa nikamkuta mwanaume amesharudi. Ikaje shoga yangu? Wewe acha tu. Alichoniambia ninatoka wapi na anachokihitaji. Tujenge msingi bora wa maisha ya familia. Kwa nini usitengeneze msingi bora kutafuta hela? Hivi unakumbuka alafu nilikwambia kwetu kutakuwa kuna sherehe utanisindikiza? Shoga yangu, hali yangu sio nzuri. Na unaona maisha ya mume wangu kabisa. Ila nitaangalia, siwezi nitakuacha. Maisha sio magumu. Wewe ndio mgumu, watu tunaishi kidijitali. Una maana gani kusema hivi? Ama kweli mjini shule, vijijini tusheni. Funguka shoga yangu. Siku hizo watu tunaishi kidijitali. Ananilisha Juma, analipia kodi Joshua. Siteseki mwenzio. Shoga yangu, unajua kabisa ulichoniambia mimi siwezi kufanya. Maana mimi mwenzako niko kwenye ndoa na unalijua hilo. Hauoni kama itanihatarishia ndoa yangu? Shoga yangu, endelea kuparuka hivyo hivyo. Mjini tunazingatia sasampa. Hatuna kazi na tunadekezwa. Shoga yangu, haya, acha mimi nikuache. Yasija papa mara jana. Na kweli uwai, maana unavyoihudumia hiyo ndoa inashinda hata kukulisha. Vipi Sofia? Acha nikupongeze sana. Kweli kazi yako umefanya vizuri. Na umenifurahisha. Kwani umeonyesha ufanisi wa kazi ndio kutuma. Sasa inakupasa kuchagua ipi nafasi bora kwako. Ni kweli, lakini sioni ubora wa giza nene lilokosa nuru. Kadoto, ni ipi shabaha yako? Mtazamo wako mzuri sana, ila chaguo lako sio sahihi kwa sasa. Sofia, ni ngumu sana kunielewa. Unamaanisha nini wakati unajua ugumu wa kazi yako? Nimeshamaliza ulichonituma. Unafikiria nini kuhusu mimi? Natambua ndio maana nipo hapa. Unachokihitaji wewe
huu sio muda wake. Hili jambo linahitaji muda maalum na umakini wa hali ya juu. Ni muda gani unaozungumzia wewe, hali ya kuwa tayari nimeshafanya kazi yako? Doto, sitaki kuamini unanitumia mimi kwa maslahi yako. Sofia, unajua fika kabisa ni ndugu yangu, na mimi siwezi kukutumia kwa maslahi yangu. Na sasa hivi tunahitaji kufanya kazi nyingine, na hii itakuwa tofauti kabisa. Hapana Doto, siwezi kufanya kazi nyingine na wewe. Kumbuka huu ni uhalifu na ni mauaji pia. Nisikilize Sofia, haya yote nafanya kwa sababu maalum, na muda ukifika utaambiwa haya. Hiyo ndio habari. Ndio nimeuona. Ndio. Sawa. Hilo nalitambua. Sasa hivi unahitaji ufanye kazi nyingine. Ufuatilie ili nijue kinachoendelea. Sawa, kwa natumaini utaifanya ipasavyo. Okay. Msiba usikie kwa jirani, hata matanga huyajui, niloyabeba moyoni nikimpa